na mama pia akawa anakula posho, kwa sababu anamnyonyesha mtoto, anafanya kama ujira, lakini ni mtoto wake na anapata posho. Kwa hiyo lazima uwe hodari, unafundishwa kuwa hodari. Mungu anaenda kulitengeneza taifa kuwa hodari ili alipate kulikweza kwa wakati wake, ili waweze kuitamalaki ile nchi, ili waweze kuwa hodari kukonka. Na wakati huo wanatengenezwa wao, ndivyo ambavyo vinasaba vyao vinabadilika na uzao wao unabadilika pia, likatokea taifa hodari. Cheki sasa, ukimesa na mtawala umeisha. Musa alipokuwa ameamua ile kesi kati ya wana wa Israeli, alipokuwa pale Misri, akaamua ile kesi. Alipoamua ile kesi mara ya kwanza, akamua yule Misri aliyekuwa anamuonea Mwebrania. Baadaye akawakuta Waebrania wao kwa wao wanazozana. Basi walipokuwa wanazozana, akataka kuamua tena wale ndugu akamkataa, wakamwambia, wewe nani alikuweka kuwa mwamuzi kwetu? Musa kwa kujua huo hodari ya kwamba ukimesa kuna mtawala umeisha, Musa akakimbia. Kwa hiyo kukimbia ni jambo la kiroho kabisa. Wakati mwingine jambo ni kubwa, litakushinda, litakuua, lazima ukimbie. Kuna mazingira ya dhambi pia ambayo ni hatarishi, mtumishi, lazima ukimbie. Hautastahimili kukimbia, ni jambo la kiroho. Kimbia, just rush, kimbia. Kuna vitu vya kuepuka vya kukimbia kimwili, ni jambo la kiroho. Kujiponya uhai wako, lazima uhai tuliopewa na Mungu ujiponya. Lazima uwe na nguvu ya kukimbia. Kwa hiyo taifa likawa ni hodari, linatengenezwa, lenye busara ya mama, busara ya wana wa Israeli, wakiangalia fursa watawezaje kuishi. Wanaishi kwa hodari ili kuweza kubaki pale katika ile nchi ya utumwa. Wanakuwa na strike, ujanja. Lazima wanakuwa ni wajanja katika mapenzi ya Mungu ili kumshinda shetani. Lazima uwe mjanja, lazima uwe strike, uhodari ya kuzipiga nguvu za giza na kuzishinda. Lazima uwe mvumilivu katika majaribu mengi. Hii ni stamina. Unapewa kazi ngumu na Mungu, unapewa ibada kutumika, kutoa. Lazima uwe mvumilivu ili Bwana aweze kukuthibitisha, ili Bwana apate kukuinua kwa wakati wake. Kwa hiyo sababu kubwa pia, sababu mojawapo, sababu zenye nguvu, taifa lile lilitengenezwa kwa hodari kupitia mazingira magumu. Ndivyo ambavyo walienda kuitamalaki ile nchi, na ndivyo ambavyo walibadilika. Na ndio maana Israeli hata leo hawashikiki, kwa maana ni hodari, ni watu ambao ni wanastrike, ni wajanja, wanapigana, wanashinda, kwa sababu ndani ya lile taifa lilitengenezwa kwa miaka 400, lilitengenezwa kwa miaka 400, likawa ni taifa hodari, taifa lenye nguvu. Alafu taifa lile pia likawa lina nguvu. Alafu kusudi mojawapo la hili taifa kwenda kuinuliwa, kwenda kutoka kupitia Misri, anasema Mungu anasema nitaenda kulihukumu lile taifa. Hukumu ya Mungu, ili hukumu ya Mungu ishuke juu ya yule mtesi wako, inahitaji nyakati na majira. Na huu ni ushuhuda ya kwamba wakati unaenda kuinuliwa, lazima kwanza utumike, lazima kwanza unyenyekee, lazima kwanza uwe chini ya uangalizi. Kuna miungu ya eneo lako, kuna miungu ya mababu, kuna miungu inayokuzunguka, kuna miungu ya mataifa unayoishi, kuna miungu ya ukoo. Inapaswa siku moja, sema iko siku moja, iko siku moja inaenda kupigwa, iko siku moja inaenda kupigwa. Hiyo miungu inayokusumbua, hiyo miungu inayokutabisha, hiyo miungu inayokusumbua, hao waganga wa kienyeji, hao wachawi waliojipanga, hao wanaokupigaga kila siku, ipo siku moja itaenda kuanguka, itaenda kuanguka, itaenda kuanguka. Ipo siku, ndio gharama ya kuinuliwa. Kwa hiyo sio kila siku
ipo siku ambayo wataenda kuhukumiwa na Mungu. Ile miungu ilipigwa kwa mapigo mengi. Hebu twende tukasome hiyo kitabu cha Kutoka sura ya 3 ule mstari wa 20. Tuanzia mstari wa 20. Siku sasa ile ya kushinda, ile siku ya kutoka, ile siku ya kutoka, hukumu ya Mungu inaenda kushuka. Kutoka 3 ule mstari wa 20 nasema hivi: nami nitanyosha mkono wangu na kuipiga Misri kwa ajabu zangu zote nitakazofanya kati yake, kisha baadaye atawapa ruhusa kwenda. Mstari wa 21 sema, lakini kila mwanamke, sema lakini kila mwanamke. 21 soma. Yes, 21. Nami nitanyosha mkono wangu na kuipiga Misri kwa ajabu zangu zote nitakazofanya kati yake, kisha baadaye atawapa ruhusa. Maana yake ni kwamba tunapotumika, tunapoendelea katika utumishi, kuna ajabu za Mungu zitapigwa. Kuna miungu inayokuzuia, kuna shida inayokuzuia, zitapigwa hizo nguvu. Mungu atafanya ajabu nyingi kuyapiga hayo yote yanayokusumbua siku zote. Lakini kila mwanamke, soma, lakini kila mwanamke, lakini kila mwanamke ataomba kwa jirani na kwa huyo akae naye nyumbani vyombo vya fedha, sema fedha, vyombo vya dhahabu, sema dhahabu, na mavazi, nanyi mtawavika wana wenu na binti zenu. Alafu anaongezea sema, nanyi mtateka nyara hawa Misri, nanyi mtawateka nyara hawa Misri. Gharama ya kuinuliwa, the appropriate time. Gharama ya kuinuliwa, the appropriate time. Gharama ya kuinuliwa, the proper time. Gharama ya kuinuliwa. Kuinuliwa kunakuja kwa nyakati na majira. Kuinuliwa kunakuja kwa nyakati na majira. Mungu atawapa favor. Mungu atawapa kukubalika. Mungu atakupa kukubalika kwa hao maadui zako, nao wataleta fedha, nao wataleta mali, nao wataliona jina la Mungu wako kuwa ni kubwa, naye Mungu ataihukumu miungu yao. Watapigwa kwa mapigo mengi. Hiyo inayokuzuia, hiyo inayozuia watu waokoke, ndipo Bwana atashusha ishara kubwa na kuiteka na kunyamazisha kwa ishara na ajabu kubwa, kwa sababu ndani yako umetengenezwa kuwa mtumishi bora, kwa sababu ndani yako umetengenezwa kwenda kuirithi nchi ya ahadi, kwa sababu ndani yako umetengenezwa kwenda kuwa na uweza na mamlaka na uwezo wa kumshinda shetani. Na ndivyo ambavyo utainuliwa, na ndivyo ambavyo utakonka, na ndivyo ambavyo utang'aa sana, kwa sababu hakuna yote atakayekuzuia. Utaenda katika nchi ya maziwa na asali, kwa sababu umetengenezwa kuwa na uwezo. Kwa kuna watu wanataka kuinuliwa, lakini bado hakuna utukufu wa Mungu ambao ungeweza kuhukumu hiyo miungu. Wakati bado unajiuliza, mimi nitakwaje? Wakati wa Mungu bado ukihukumu hiyo miungu. Kuna watu hawajainuliwa kwa sababu bado hawajatengenezwa kuwa na busara. Kuna watu bado hawajainuliwa
kwa sababu bado hana uwezo wa kuvumilia kuendelea kutumika chini ya uangalizi, kuendelea kutumika chini ya utumishi, kuendelea kutumika chini. Kuna watu bado hawajainuliwa kwa sababu ndani yao bado hawajafaa, hawajaiva katika fursa, hawajaiva katika uhodari striking, hawajaiva katika unyenyekevu, hawajaiva kuwa na uvumilivu na stamina ya kwenda kuitamalaki nchi yenye maziwa na asali. Kwa hiyo kuna namna ambayo bado ukifika, bado hujafika, ndio maana bado hujainuliwa. Wakati wa Bwana upo, ila ukiendelea kubaki kwenye kusudi, ndivyo ambavyo utakuja wakati wa kuinuliwa na kuthibitishwa katika Mungu. Amen. Kwa hiyo ipo gharama ya kuinuliwa na sababu za kuinuliwa. Kuna watu bado hawajainuliwa na kuwekwa kwenye hizo nafasi kwa sababu wale waliokalia hizo nafasi bado muda wao kutolewa na Mungu. Ndio maana anasema uovu wa Amori bado. Watu waliokuwa wanaitumikia ile nchi, watu waliokuwa wanatumikia miungu ya ile nchi, watu ambao bado wanakaa pale ambapo natakiwa uwepo, muda wao bado, kwa sababu maovu yao bado hajafika. Kikombe chao cha maovu, Mungu anasema ni miaka 400. Uovu wa Amori bado. Watu wenyeji wanaokaa hiyo nchi ambayo nataka uende, sehemu ambazo nafasi ambazo watu wanakaa, Mungu anataka kupeleke, labda ni kisiasa, labda ni kiuchumi, labda ni kwenye ndoa, labda kwenye hatua kwenye maisha, wakati au wale watu wanaokaa pale, wakati wao bado kuna kiwango cha uovu ambao bado wanatakiwa wafike kipimo fulani, ili zile nafasi automatically ziweze kutoka, ziwe za kwako. Kwa hiyo kuna mali ambayo bado hajaipata, kuna hatua ya wokovu ambayo bado hajaipata mpaka atakapoondoka mzeeni. Angalia Samuel aliinuka alipoondoka mzeeni. Kwa hiyo kuna nyakati ambazo wataondoka wengine ili wakupishe ukae hapo. Kwa hiyo kuna nafasi ambayo watu wanaikaa, alafu wewe unataka ukae, wewe unataka umiliki kirahisi, wewe unataka ufike hapo kirahisi. Wakati wa Bwana bado, ndio maana bado watu wanaikaa hizo nafasi. Kwa hiyo kaa na Bwana ili wakati wao wa kutolewa utoke na wewe ndio ukae. Kwa hiyo kusudi au maono wa ahadi ya Mungu iko timing. Kusudi la Mungu liko kwa wakati na majira. Ndio maana Mungu anawaambia Abrahamu, hakika watakaa katika ile nchi, hakika wataenda kuwa wageni katika nchi hiyo ambayo watakuwa huko, watatumikia na watateswa sana, watakaa miaka 400. Gharama ya mateso ni kwamba utakapoenda katika nchi nzuri, utakapoenda katika ile raha, hautatamani kurudi utumwani, na utaishi kwa unyenyekevu kwa sababu nao walitumika. Utaishi kwa unyenyekevu kwa sababu unajua utumwa huko. Utawatumikia watu kijua kwamba wana shida na wao ulipitia hizo shida. Utakuwa na nidhamu kubebana na kuchukuliana na watu kwa sababu unajua hiyo ipo. Hiyo ni sehemu ya maisha. Nani wewe unataka kuinuliwa kabla hujafika kwa wakati, kabla hujatengenezwa, kabla hujafaa? Kwa Mungu, njia za Mungu zina wamchao, njia za Mungu zina hatua, njia za Mungu zina elimu, njia za Mungu zinafundisha. Anasema usidharau kuadhibiwa na Bwana, kwa maana Bwana mpendaye humrudi. Lazima upite kwenye shule ya Mungu ili ukatengenezwe kuwa bora. Utawanda mashariki, utawanda magharibi, utawanda pande zote, hakuna atakaye kusumbua. Utasolve changamoto na mambo ambayo yanasumbua watu, kwa sababu ulikuwa ni part of the parcel. Ulikuwa na uhalisia wa kupitia, ulifanyika njia kwa ajili ya watu. Utafanyika daraja kwa sababu unajua daraja linakaaje. Utapata urithi bora kwenye maisha kwa sababu umepitia. Utaweza kuchukuliana na watu kwa sababu unajua changamoto. Haleluya. Kwa hiyo lazima ujue jambo hili.
Amen.